sasa imefika ile time hata mtu yoyote anaweza anzisha kanisa mali yoyote. This week on Wakenya Mashinani we visit South B. Ni mtangine ndogo sana lakini utapata kanisa karibu so. Na tunataka kujua watu kama wangekuwa president for one day wangefanya nini? Hiyo siku inakuwa holidays Kenya mzima, like watu ni sherehe. Watu hawaendi job. Hiyo siku ni holiday. This is Wakenya Mashinani episode 13, the last episode of season 2. Na hauja subscribe wewe, so make sure you subscribe hapo before show ianze. Hapa. Iko hapa. Sawa. Twende kazi. Episode of Wakenya Mashinani. This is the last episode of the season. Aya. Haki ya Mungu ni kama tumefika episode 13, but hatukai sana by the way. Tunapumzika 1 week. Alafu I'm coming back with more exciting content. Anyway, for today tumevisit South B. South B is one of the closest place in town. Yani huku South B na town ni majirani hivi tu. Times Tower na South B zinaangaliana. Na watu wa pikipiki pia hawaniachi. Anyway, we're going to have some good fun in South B. Today's challenge is amazing. Topic ndio moto zaidi. Hadi hata wacha tu tuongele watu wa South B watuambie. Tuende kazi. Wakenya Mashinani. If you are the president for one day, imagine wewe sasa ndio president wa Kenya for only one day, yani 24 hours. Ungefanya nini? That is the challenge for today. Wacha tusikie huyu ameanza kuwa president. Acha tusikie watu wa South B wangefanya nini ama watafanya nini wakiwa president just for 24 hours. Tuende kazi. Hebu imagine umetoka kwa kazi ya mkoko, umekuwa president kwa siku moja. Unaweza fanya nini kama president? Sasa Dan, wewe ni president in one day, unaweza fanya nini? Mimi naweza fanya makubwa. Kama nini? Hata hii mkoko naweza tafutia engine hiyo ukifuta utumie ile nguvu mingi. So utaekea watu wa mkoko engine at least kwanza. Kitu ya kwanza. Ukifuta tu wewe ni kucontrol, lakini engine inafanya kazi huko nyuma. Lakini kwa saa hii unajua lazima ufute. Utumie nguvu mingi. Very nice. Hiyo siku inakuwa holidays Kenya mzima, like watu ni sherehe. Watu hawaendi job. Hiyo siku ni holiday tu na nawatumia funds. Mimi si ati na wahonga, like ile tu kuwafanyia ni walipie hizo mafuliza, mahasla. Mimi kwanza hustler fund nadaiwa. ni wave hizo madeni watu wako CRB. Utakuwa president mzuri sana. Sijui nisimame. Ndio ule mluya asikie uchungu. Si ndio? Hii Kenya nao ni kubwa. Sasa hapo mambo sasa maendeleo gani? Sasa ni maendeleo gani naweza fanya? Road ziko sawa. Hakuna kitu kingine unaweza fanya? Sidhani. Na ni kitu gani unaweza ifanya iko illegal yenye sasa ni illegal? Kitu yenye ni illegal nifanye iko illegal. Ama unaogopa kusema? Naona nikaa inaenda kutoka lakini unaogopa kusema. Si unajua tu. Nini hiyo? Si unajua tu. Tire tu. Hakuna kitu kingine, ni tire tu. Tire tu. Iko illegal. Iko illegal. Wakenya Mashinani. Watu wa South B wamenichekesha. I think huo mtu wa mkokoteni amenimaliza. If he was president, angeweka engine kwa mkokoteni. Swali ni angeiwekea wapi? Anyway, let me know in the comment section hapo, ungekuwa president for one day, ungefanya nini? Welcome to the next segment of the show. Hapa on special edition. Hata mkoko ikapita nikiongelea. Hii itakuwa na engine very soon. Anyway.
Yeah. So on special edition we have met with a recovering alcoholic. Huyu jamaa alikuwa anakunywa kanusu, alikuwa anaanguka hadi kwa mtaro, anajikojolea, but he recovered. He has stayed more than 20 years sober. He has an amazing story. It's gonna inspire, it's gonna motivate you. Wacha tuisikie. Sasa pombe ni kitu ya ni poison, unanunua unakunywa. Ulikuwa umekunywa for how long? Mimi nimekunywa miaka 15 years. 15 years. Ni pombe gani ulikuwa unakunywa sana, makali ama bia? Makali sana. Nini ilifanya aswa ndio ufike mahali uamue hii sasa sitaki? Ni kulingana, naona sina boma, sina bibi, sina watoto. Nikaona sasa nakunywa sumu nisaidii. Wale napelekea pesa yangu, wanapelekea wanakula nyama. Nikasikia mbaya sana. Ukuli hao wanakula nyama. Ukuli nao wanakula nyama. Na hiyo pesa yako ni hiyo. Wanakula nyama. Na uwezi kuuza kwa Sang'aa, uguze pesa yako, anunue nyama, ukuje uguze hiyo nyama. Hata kudugwa na kisu utadugwa na kisu, niwe mzaji. Sasa nikaamua niachane nayo. Unajua kuna watu wengi wameamua wanataka waache, lakini wanashindwa. Unaweza waambia nini? Waache. Hiyo pombe ni sumu wanakunywa. Unaweza advice waache aje? Mtu mwenyewe anataka kuacha lakini anashindwa. Unajua kitu saa zingine huilemea tu mtu. Inakulemea kwa sababu we uko na hiyo alcohol ndani ya mwili yako. Lakini unaacha mdogo mpaka unakuja unasahau. Hii si dawa ati umewekewa dawa kama hii kunywa. Hapana. Sasa watu waachane na sumu, kunywa sumu, waangalie maboma zao. Ni kitu gani imewahi kufanyikia mbaya sana kabisa wakati wako wa kukunywa pombe? Mimi kitu ilinifanyikia kabisa, nilikunywa nikaenda kuchoma nyumba yangu. Kuchoma nyumba ikiwa imejaa mali hivi. Nikamwagilia petroli nikachoma, na nikasimama nje na panga. Ule ataizima, watazima pamoja. Nikasema hapana, kitu kama hiyo sitarudia tena. Nini ilifanya uende kuchoma nyumba? Sasa niliona inisaidii. Nyumba ikusaidii? Inisaidii. Mahali unaishi haikusaidii? Mahali nakaa inisaidii. Juu kama inanisaidia ingeniambia usilale hii kitanda umekunywa. Sasa hii ikanitazi, yani isiniambie usikunywe pombe. Na nalalia hiyo kitanda na nikiwa mlevi. Sasa nikaona hakuna haja kukua na nyumba, niichome kwa sababu hata nyumba iongei. Sasa inataka nichome. Nikachoma. Na sasa uko how many years sober? Niko miaka 45 sober. 45 years sober? Umegonga 45? 45, niko na miaka 55. Saa hii. Sasa ile nimekaa ni 45 sober. Plus ile ya ukiwa mdogo kidogo, alafu ongeza hii yenye. Tangu uache ni miaka ngapi? 45 years. Tangu uache pombe? 1974. Okay. Haya, tulikuanga na maswali zingine, lakini mimi nimeona story yako ni poa sana. Kwa sababu hata mimi nimekuwa kalewa. Mimi sasa ni mwaka 1 na miezi 4 bila kuonja. Usirudi kuko. Huku ni kwa Waing'aa huku. Waing'aa ni nini? Waing'aa ni kitu sumu. Yaani unakunywa sumu, yeye anakula nyama. Hakuna haja urudi huko tena. Huko naweza uko na bibi? Bado. Uko na niko na mtoto mmoja lakini. Uko mtoto mmoja. Huyo mtoto unafikiria aje? Ukikuja ukiwa kalewa, anakuambia baba umekunywa. Utamjibu aje? Ni ngumu, unaweza sema tu ni aibu. Umekunywa nini baba ukue hivyo? Utamwambia ni nini umekunywa? Hata huwezi sema, ni aibu. Ni aibu sana. Sasa mimi nikaamua hivyo. Niko na watoto 6 na sikuwa na family. Sasa niko na watoto 6 na ni wazima wanajifanyia kazi. Sasa ningekuwa nao kweli? Hapana. Alafu hapo ndio niliamua niache. Sawa, asante. Ya mwisho utaangalia tu hapa. Uadvise mtu yeyote mwenye anaona hii na ako kwa hiyo mambo ya kanusu anakunywa, umadvise tu kama wewe. Mimi ningesema saa hii kama serikali iko na ujanja wa kusaidia wale, hata wale wako rehab, wale wote wanakunywanga, ifuge marufuku pombe iligo. Isikunywe juu haina faida. Sasa ule wanakunywa, mnakosana na bibi, mnakosana na watoto. Mimi ningesema kwa family mingi inakunywa pombe, iachane na sumu. Hivyo tu.
Haya, asante sana. Ya mwisho hata hatukuanza na jina. Utatuambia tu jina yako at least tukujue. Jina yangu naitwa Michael Joroge. Na ile ya mtaani naitwa Ghetto. Ghetto. Between a pastor and a politician. Ni nani ndio muongo by the way? Hebu niambie hapo. Between a pastor and a politician. Wote wanakuanga na microphone. But nani hudanganya kabisa? That is the topic for today. Tunataka kujua from the people of South B. Kati ya pastor na politician. Nani muongo? Kati ya politician na mapasta, mimi naona tu hakuna tofauti. Wote ni watu moja. Ukiangalia kwa mtaa yetu hapa, hata usifike hata huko chini. Ni mtaa ingine ndogo sana, lakini utapata kanisa karibu Sasa hizo kanisa karibu 100, unakuta kila mtu. Sasa imefika ile time hata mtu yoyote anaweza anzisha kanisa mali yoyote. Sasa mi kwa ufupi naona tu yani mtu aamini tu ule Mungu wake mwenyewe anaamini. Abudu ile anaabudu, lakini kusema mambo ati makanisa ati mapasta ni nini hakuna kitu. So wewe unaona hii mambo ya kanisa imekuwa busy hata si kusaidia watu? Mimi kusema ukweli sasa hii mambo ya kanisa imekuwa tu mambo na biashara. Si magendo, lakini ni biashara. Juu sasa hii hata mtu yoyote anaweza nyumbani na wife yake wakaamua kuseti kanisa. Unasikia? Na ukiangalia politician mahadi mingi ni za uongo. Mtu anaweza kuja hapa mwachocha siku 2-3 amepata kitu anadai, ndio huyo amepotea. Wakati mnamhitaji amumpati. Unaona, hiyo ndio kitu pia tunapitianga. Mashughuli ziko wako nazo, lakini hawezi kupea. Juu ya nini? Wanapeana wale watu wao wanajuana. Unaona? So hawa watu wote tu hawana tofauti bana Fadhili. Pastor na politician wote ni waongo. Wewe unaonaje? Mimi naweza sema kwa majina ni Famero. Nikiwaambia tu ukweli, pastor ako kazi, pia ule politician ako kazi. Wote hakuna tofauti. Sikiza pastor, hata nikupe example ya tuseme Jaguars ni mtu wa politician, ni politician. Na bado ashaikuwa mwanamuziki. Alitupigia ile doba ya kigeugeu. Si ndio? Siniwaambia pastor na ndio alituonyesha pia ni aje hiyo doba ya kigeugeu. Ni yeye sasa exactly. Walituonyesha example. Chatoke hapo tuingiliamo pastor wengine kiasi. Kuna kina Ng'ang'a. Huyo akomboka mbaya sana. Ezekiel pia akomboka pande yake pia. Tuseme pastor na politician, hakuna mtu mwenye anasema ukweli. Ukweli kwanza kwa God, inafona serve God wako. Kwa kuelect msee, usisikize vitu za mtu, ona matendo yenye anaweza fanya. Juu sasa imefika mpaka mahali Fadhili ati unakuta ati unaenda kanisa, yani ni mahali umeenda kuabudu, lakini mtu anakufanya ni kama uko shule, ati unapigwa mpaka makofi. Tunaonaga kwa TikTok wapi? Kwa TikTok hata juzi Pastor Ng'ang'a hapo ati umelala na wewe umeenda hapo kuabudu Mungu. Sasa hiyo anakuonesha wazi, mimi hapa niko biashara, wewe unakuja kuinterfere na mimi. Kwa hivyo wewe jua tu mimi niko busy hapa, si ati unakuja hapa unafanya mambo zako. Hebu niambie, hiyo ikuwa poa. Hapo anafanya anaangalia hivyo sana. Wewe umepigwa? Unaona kuna church fulani tushaingia, tulitoka kama men's conference. Sasa ilifika kwanza kwa ukuta, tunaona kuna pochi la biashara. Kanisa ile kwaje pay bill number. Na ni kanisa, unajua kani ile sadaka. Mtu maybe msana anaweza kuwa ana cash, akona do kwa tenje. Sadu aje. Sadaka ikiekwa kwa pochi la biashara, hiyo kama wewe muumini, unaona pesa inaenda wapi? Pesa si inaingia tu kwa kanisa bado. Ni kama vile ukitoa ikiwa cash, si inaenda tu kwa wadu, ukituma kwa tenje inaenda kwao. Hebu acha huyu aseme kidogo. Mimi hata vile nimesota hivi, naona ninafungua kanisa yangu. Watu wa Jaba, si ndio? Ama aje mabda. Mkono namtolea form. We have come to the end of the show. Akipata na uzunikanga sana. This is the last episode of the season, so all I want to say is thank you so much for tuning on to Wakenya Mashinani throughout the season. Kwanza kama umekuwa ukiwatch episodes zote, nasema asante sana. Thank you so much. If you have not subscribed, subscribe button iko hapo. So make sure una subscribe hapo. We are taking a short break for 1 week and then we'll be back.
I can say again, I bora najirudia ni juu nimefurahi tu. Thank you so much. Until next week, but one season 3 ikianza. My name is Jerry Mokua Sapa and ciao ciao.